Bwana Yesu asifiwe. Malezi ni mtu yeyote anayemtambua mtoto tabia yake kwa ukaribu na anayejua mbinu za kumsaidia mtoto hata atakapokuwa mtu mzima. Malezi ni mtu yeyote anayemtambua mtoto na anayejua huyo mtoto na kumsaidia hadi atakapokuwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika haya malezi kuna matabaka mengi. Si kila mtu ana sifa ya kuwa mlezi. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu anayo hiyo sifa hapa duniani. Ni sawasawa linakuja lile neno la kwamba si kila mwanamke ana sifa kuitwa mke. Au si kila mwanaume ana sifa kuitwa mume. Bwana Yesu asifiwe. Na si kila mtu ana sifa ya kuitwa mlezi. Si kila mtu. Tutaangalia makundi kadha wa kadha ya hawa walezi. Hawa walezi ni wakoje? Hawa walezi ni wa namna gani? Je, Biblia inawatambuaje hawa walezi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda sana, mnaweza kusema tatumalizia muda njoo zitauma. Sitaenda sana. Namba 1. Tunaye mlezi ambaye anazaa na asiyelea. Yaani yeye tuna mlezi ambaye kazi yake ni kuzaa tu lakini kulea. Hao watu tunao kwenye jamii. Lakini hao watu tunao hata ndugu zetu. Yeye ni kazi yake ni kuzaa kisha zaa amemaliza, hana jukumu lolote la kulea. Lakini hao watu tunaangalia katika ile Mathayo 16:11 ule mstari wa 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mathayo 11 mstari wa 16. Aliyepata anaweza kanisoma. Mathayo 11 mstari wa 16. Ndio? Nayo inasema, lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki? Nitakifananisha na nini kizazi hichi? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni. Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni. Wanaowaita wenzao wakisema. Wanaowaita wenzao wakisema. Tuliwapigia filimbi. Wala hamkucheza. Tuliomboleza. Wala hamkulia. Mwisho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mzazi ambaye kazi yake ni kuzaa tu bila kulea. Yesu anasema kwamba tuwafananishe na nini katika kizazi hiki? Yaani kizazi ambacho yeye kazi yake ni kutotoa tu. Haoni thamani wa yule aliyemleta duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mtoto anakosa malezi ya baba na mama. Tunapozungumzia habari ya malezi, si kana kwamba mzazi ni huyu mama peke yake. Kwa sababu bila baba singepata huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha kwamba watoto wanakuwa masokoni, watoto wanafanya tabia za ajabu, ni kwa sababu sisi wazazi hatukujua wajibu wetu. Kwa nini tuliwaleta hawa watoto duniani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hii imekuwa changamoto sana kwa wababa na kwa wamama. Dunia imekuwa haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii tabia ipo mpaka kwa wapendwa. Mwingine kazi yake kuzaa, kwa mimi kazi yangu kuzaa tu lakini kulea sasa wakati unazaa unataka nani akulelee? Ni nani akusaidie katika malezi? Wakati mtoto anatakiwa angalie tabia zako ili aenende sawa sawa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unazaa wewe, anakuja kulea mwingine. Baadaye anapokuwa mkubwa anaweza kusema ili toto lina tabia za ajabu. Ili toto tabia zisili nimelitoa wapi? Mimi sifanani naye. Kwa sababu haufanani naye, haukumlea. Ungemlea, ungefanana naye. Kwa sababu ungejitahidi kumrekebisha kwamba mimi sipendi hiki, napenda hiki. Kwa sababu haukumlea, mtoto wako anafananishwa na watoto ambao walioko masokoni, hawana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Hili neno limekuwa gumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watoto wamefananishwa na watoto ambao hawaeleweki.
Ukipita mjini kule unakuta wale watoto. Wale watoto sio kosa lao kwenda kule, ni kosa la hawa waliowazaa. Walikosa utaratibu wa kuwalea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini mama alikataliwa mtoto akiwa tumboni. Baba naye alisababisha. Naye mama akasema, kwa kuwa nimesha kuleta duniani, usinisumbue kila mtu achukue 50 zake. Nenda huko kwa kwenda ili upate wasaidizi wa kukulea. Yule mtoto akapata wasaidizi dunia wa kumlea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusifananishwe na hiki kizazi kibaya ambacho Yesu anasema kwamba ni kama cha watoto ambao wako masokoni. Watoto wetu wakawe mifano katika jamii. Watoto wetu wawe kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaposema tabia, basi tujitahidi na kuombea ili zile tabia zao zifanane na Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo wakati alipokuwa mtoto, wakati anakuwa, alimpendeza Mungu na wanadamu. Hili neno hebu litafakari vizuri. Kumbe Yesu Kristo alikuwa ni mtoto, lakini wakati anakuwa alimpendeza Mungu na wanadamu. Tujitahidi hata sisi wazazi, tukitumia pia maombi, tukitumia pia busara zetu kuwaelekeza hawa watoto ili wakakue katika kumpendeza Mungu na wanadamu. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Namba 2. Anayelea mtoto wa mwingine. Wakorintho wa kwanza 3:6. Tuko mama tunye tabia kulea watoto wengine tu. Tukiwa na watoto wetu na watoto wengine, tuna kazi ya kuwapetipeti. Yaani watoto wetu tunawahurumia. Halafu wale watoto wengine ndio tunawafanya kama vile ndio wafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposema kwamba unalea mtoto mwingine, jitahidi kulea ukimlinganisha na mwanao uliyemzaa, ya kwamba huyu anastahili zile sifa za kuwa kama mwanangu niliyemzaa. Bwana Yesu asifiwe. Isiwepo kwamba huyu ni wa kwangu halafu huyu si wa kwangu. Hapo utaweka matabaka. Amen. Na tumejikuta katika familia zetu watoto wanakuwa katika hali ya matabaka. Hujui watoto wanakuwa wakichukiana. Yule ambaye unamlea pasipo mapenzi ya mama, unakuta kwamba umemwekea kama ukuta fulani. Sasa yule unakuta anakuwa ndani yake akisema kwamba huyu ni wa hivi hivi, huyu ni wa hivi hivi. Kumbe leti ungemlea kwa pamoja, ukawalinganisha wote pamoja, ukawaona wote hawa ni watoto wako, wote wangenia mamoja, wote wangependana, wote wangethaminiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoanza kulea watoto wengine, tujitahidi hata wakwetu wafanane nao. Amen. Tusionyeshe hata kama mgeni anakuja eti huyu ni mtoto wa mwingine, huyu ni mtoto wangu. Hiyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa kwanza 3:6. Wakorintho wa kwanza sura ya 3:6 nayo inasema, mimi nilipanda, Apolo akatia maji. Bali mwenye kukuza ni Mungu. Amen. Mimi nilizaa, lakini yule akalea. Kumbuka anayekuza ni Mungu. Paulo anasema kwamba yeye alienda kuzaa, alitafuta mtu katika wokovu, alimuhudulia mtu, akamleta kwa kuhani. Kuhani naye akamkuza, kuhani akamfundisha, kuhani akamwelekeza. Yule mtoto akakuwa vizuri, yule mtoto akakuwa na maadili mazuri, akawa mtu mzuri, hatimaye akawa mtu mkubwa, akawa faida kwa jamii, akawa faida kwa serikali, akawa ni faida kwa kila eneo. Ni kwa nini alikuwa faida? Ni kwa sababu yule aliyezaa akamwachia yule ambaye anaelea, alimlea malezi mazuri, hakumlea kwa kumbagua. Amen. Kama kumsamini, alimsamini kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya wazazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio Mungu anavyotaka. Anasema Paulo yeye alizaa, yeye Apolo akaja akalea, akanyunyizia na maji. Anayekuza ni Mungu. Sisi kazi yetu ni kulea. Haijalishi ni mtoto wa nani. Unapoona mtoto wa mwenzio anaharibika, lea, muite, muonye.
Bwana Yesu asifiwe.